Sasa hivi mume wangu. Ingana ni umasaidia. Sasa hivi hata uchelewi. Kweli mume wangu. Sawa. Afu mke wangu. Niambie mume wangu. Kesho asubuhi nitakiwa tuende shambani. Tukatoa yale mahindi. Maana pale shambani tuko peke yetu. Yale mahindi hatujatoa. Na wengine wale wote pembeni kule wameshatoa. Ndio. Kwa sababu unajua uwizi umeshamili sana. Ndio saizi yani hata huyo jirani yako mwenyewe kaibiwa juzi. Sasa umeona sasa? Tayari pale nani akatoa, nani katoa. Sisi peke yetu pale tumebaki. Kwa hiyo kesho asubuhi sababu tukatoa yale mahindi. Sisi tukala hasara. Sawa. Lakini mume wangu kuna kitu nataka nikwambie. Hii project iliyoingia kijijini umeichukuliaje? Project? Ndio. Project gani? Hii ya ufugaji wa nyuki. Ya nyuki? Ndio, maana naona watu wengi wanaenda, wewe tu peke yako hata ushobokei. Bwana mke wangu mimi. Yaani saizi akili yangu yote kwenye kilimo pa. Hayo mambo ya asali, nyuki. Mbona bado hajaingia akilini. Ni bwana kwenye kilimo. Yaani ndo nakaza kwenye kilimo yani. Hizo project hizo. Labda nikishamaliza kulima labda nitaingia, lakini sio saizi. Hapana. Mume wangu, unajua kuna faida. Watu wengi sana wanafaidika. Faida wapi bwana mke wangu? Ila sasa sikia. Mimi nikisha kamilisha mambo ya kilimo. Au uko unakutaka tutaenda, nitaenda. Wala usijali. Hapo sawa. Nimekufurahisha. Naona unapenda sana asali wewe. Kulamba. Jamani, cheka na bocheka toto. Acha wewe. Gango. Acha wewe. Jamani. Okay, sawa, mimi njaa bwana, hebu fanya haraka. Sawa, mume wangu, sasa hivi hapa. Unajua mimi mtoto wako wa kwanza? Ndio, najua. Achana yule mwingine nani? G. Mimi ndo wa kwanza. Ndio. Hasi. Poa. Okay. Wewe niende toilet. Poa. Wewe nini tena?
Samahani ndugu zangu. Samahani nini bwana? Hebu kuwa makini ulichokifuata. Wako mkuja kulala huko? Kama kulala sungelala hata kwenu. Wewe jamaa vipi? Huko umejia vitu vya maana. Afu mzee unazingua sana yani. Kiongozi pale anaelekeza toka muda mrefu kumbe umesinzia tu hapo. Unapata vipi usingizi kama sio bangi za mchana hizi mzee wangu? Kiongozi msamee bwana. Alipitiwa, endelea tu kuongoza. Hapa tumekuja kujifunza. Samahani. Nilipitiwa tu kidogo na ndoto. Ndugu yangu hapo, punguza masiara. Naomba mnisamee. Jamani, kama nilivyokuwa nasema. Jamani, nyuki ana faida kubwa sana. Na huu msitu tumepata bahati kubwa ya kuupata. Huu msitu tutajaribu kuweka kwanza mizinga kuanzia 100. Ambayo hiyo itatuletea faida kubwa. Nyuki ana faida nyingi. Haleti tu asali. Ana mazao mengi anazalisha. Sijui tunasikilizana? Nyuki ana faida kubwa sana. Anatengeneza poda, anatengeneza gundi. Lakini pia sumu ile ya nyuki ina faida kubwa. Ndio mnaona watu wanatengenezea vidonge, wanatengenezea sijui nini, vitu vingi vinatengenezewa. Tena ni dawa kubwa. Kwa wenzetu huko asali ni zao la mwisho kwenye nyuki. Lakini pia kwenye huu msitu kuna mambo mengi. Kwa hiyo tuwe makini sana. Kuna wadudu, kuna nyoka, kuna nge, kuna vitu vingi. Kwa sababu huu msitu ni msitu mkubwa. Kwa hiyo afu Masifa yuko wapi? Ametoka mara moja, amesema anaenda kutafuta mtandao maana hapa network inasumbua. Asa jamani, tuwe makini sana. Huu msitu nimwambieni ni msitu hatari. Una wadudu wakali. Aya, mtu anatoka peke yake kimya kimya. Blaza, una taarifa ya mtu kutoka hapa? Hapana. Sasa mtu anaondokaje kimya kimya? Sisi tunajuaje? Alafu mmetolewa huko na serikali. Mje mtengeneze faida. Mje mjifunze. Mje mjue namna gani nyuki wanaishi.
watu wanne, nendeni kwa mkamwangalie. Wewe na wewe brother. Fanyeni chap chap. Unaonaje wewe mazingira ambayo nimekuleta? Kwa kweli mazingira ni mazuri na nimeyapenda sana mpenzi wangu. Yaani sikutegemea kama utaniita mahali kama hii. Sema watu wengi hawajui, yani ukija maeneo kama haya unaenjoy sana, yani sana tu. Wanajua ukienda bar, sijui uende mahotelini, sijui uende guest, mara ukaogelee kwenye swimming pool ndo unaenjoy. Ila mimi nimeenjoy maeneo haya, ni mazuri. Kwanza hayana mambo ya makelele sana. Ni sauti za ndege nzuri nazisikia. Yani kwanza majani yake ni mazuri. Yananukia, napenda mandhari kama hii kiufupi. Kweli mpenzi wangu. Kweli mpenzi wangu umenifurahisha. Nimeyapenda. Kama umeyapenda mazingira nimefurahi sana kusikia hivyo. Nimefurahi pia mpenzi wangu. Yani umenidatisha. Sema ni mpenzi wangu. Hapa nimekuleta kuna jambo moja la msingi sana. Mpenzi wangu, jambo gani hilo? Kuhusu mahusiano mimi na wewe. Niambie mpenzi. Unajua mahusiano mimi na wewe na muda mrefu sana. Sasa na jambo langu. Sasa nataka nikakutolee barua ili uwe mke wangu halali kabisa. Mpenzi wangu jamani. Yaani sielewi nielekaje furaha yangu. Yaani kweli upo serious unataka unitolee barua? Niko serious, ndio nimekutoa kule nimekuleta hapa. Mbona siamini? Mimi nipo tayari, naomba unilete tu barua hata muda huu. Yaani niko tayari leo. Nakupenda mpenzi wangu. Jamani, unazidi kunidatisha, unazidi kunichanganya. Unanichanganya. Jamani, nakuchanganya vitu vidogo hivyo bado. Yaani ukinioa wewe kila kitu ndakupa. Asi. Ndio, kwa sababu nakupenda. Unasema kuna kitu kimepita hapa? Mpenzi wangu, mbona unakuwa hivyo? Mimi mbona sijasikia kitu chochote? Haya ni mandege msituni analia, ni kitu cha kawaida. Mbona unaniogopesha? Yaani kumbe wewe ni muoga hivi mpenzi wangu? Sio uoga mpenzi wangu, ila mpenzi wangu, hebu acha kuwa muoga basi. Ni mandege anaopita polini, humu ni polini jamani. Huu ni uoga mpenzi wangu. Hebu achana na mambo ya uoga kwanza. Hebu tukae tuendelee kuongea ile maongezi yetu. Hivyo vitu viache. Jamani, ili swala tuwe makini sana. Wote tumekuja kwa pamoja na tunatakiwa turudi kwenye huu msitu kwa pamoja nyumbani. Tukiwa tumekamilisha project. Na hii project lazima ikamilike. Hao watu wakirudi tu hapa, tunahakikisha kila mmoja anashika mzinga, tunaenda kuutega sehemu. Na nilio bwana nani? Utaondoka na watu watatu kwa ajili ya kutega mizinga ya kule juu ile ya nyuki wadogo. Alafu si wengine wote tutatega huku bondeni kwenye mizinga mikubwa. Sisi tunaelewana vizuri. Na itatupa asali nyingi sana. Joshua. Mwalimu, twende. Kuna nini?
Mwalimu. Mbona tunasumbuana mnatupita tu pale vuvu? Si unaelewa nini? Mwalimu. Wakati tumefika pale, tulimkuta Masifa amekufa. Masifa mfariki? Mbaya zaidi, wakati tupo kwenye harakati za kumuinua tuondoke naye, ghafla tulikuta jitu la ajabu limesimama nyuma yetu. Sasa nasemaje? Tumefika wote kwa pamoja na tunatakiwa turudi kwa pamoja. Hapana mwalimu. Au amefariki au hajafariki, tunatakiwa tukambebe turudi naye nyumbani. Tuwatafute wenzetu wote turudi kwa pamoja. Haiwezekani sisi tukarudi nyumbani wenzetu tukawaacha msituni. Twende tukawatafute wenzetu. Hapana mwalimu. Kwenye huu msitu hakuna usalama kabisa. Iwe jitu, iwe mwitu, iwe nani, iwe Anodi. Twende. Mimi mwenyewe Anodi. Twende. Wewe. Twende, acha kutembea kama kilema. Bana tulia tuendelee na maongezi yetu mpenzi, achana na basi. Sawa basi, haina shida, tuendelee na story zetu. Niambie mpenzi. Mwisho nikakukata vibe. Mimi nakupenda sana. Nakupenda pia. Nakupenda sana. Kweli. Bosi wako jana nilichanganya. Vitu vya kawaida. Sawa. Unaamini? Mpenzi wangu, mbona kama kuna kitu kimepita hapa? Unaamini ninachokuambia? Unasikia vibaya? Kuna kitu mimi nakuelekeza, kuna kitu hapa. Baby, hapa hali imeshakuwa mbaya. Naomba tu tuondoke haraka kwenye huu msitu. Mbona mimi sielewi vitu vinavyoendelea? Naogopa. Hapa kuna jambo. Mimi nilikwambia, mimi nilikuelekeza hapa kuna jambo. Mimi nilijua ni mandege tu msituni anapiga kelele. Mimi sikujua kama hii hali itatokea. Wewe mpenzi wangu tuondoke. Mimi nishakuwa naogopa. Msitu sio salama. Wewe Mashanga. Wewe huyu. Nyie vipi? Mbona tunashtuana? Kuna tatizo? Mnakimbia tu bila hata position. Kama mnataka kuja kupiga story, njooni tupige story. Njoo tupige story. Njooni.